Nimekuwa salama, ni hapa ni shule tu za hapa na pale. Mwanzo wa Mombasa tumekutafuta tu sana yani. Umepotea siku hizi pesa. Pesa kwa wingi. Nikupambana tu kujituma tu sababu lazima bills zilipwe. Yeah. Nilikuwa naona pale watu wananiambia wana miss Mwanzo wa Mombasa. Unajua watu walikuwa wamezoea Fajiri ya TV. Pale Mwanzo wa Mombasa kila caption Mwanzo wa Mombasa. Yeah, Mwanzo wa Mombasa yuko sasa amerudi. Na amerudi na full force. Saizi sasa content ni kwa wingi. Watakuwa na often na kila siku nitakuwa na mambo mapya, mambo mazuri. Kwangu ni mazuri, kwenye sijui kama ni mazuri lakini sawa. Yeah. Ni mazuri kwa watu. Unajua wao watu wanakupenda tu sana. By the way, siri inakuanga nini? Wewe ni msee upendwa tu sana. Ni watu pale kwa mtandao. Hata mimi nawapenda sana. Siri ni kuwa na roho safi, kumwamini Mwenyezi Mungu na kutia bidii. Na usidharau mtu hata kama anakaa vipi, wewe tu just talk to that person, msikilize, sababu wale ndio ambao wanatuview na wale ndio ambao wanatupea like na ndio wanafanya tupate hizo shilingi 2-3. Yeah. Kabisa tuanze tu pale jana ndio ilikuwa Sunday ya jana pale kwa church ya Pastor Kanyari. Unajua wewe tumezoea kukuona watu wa kamera huwa na kuzoom pale, but Mwanzo wa Mombasa hatujaweza kukuona. Wazee, kwani shida ni nini? Jana sikuweza kwenda kanisani kwa sababu nimekaa nikajiangalia, nikaona mimi hapa nilipo nisema kwa ujumla, acha nitumie jina langu mimi nikiangalia pale comment section zote ambazo dadi upost Prophet Kanyari akipost, akinipost napata watu wengine wananiambia Mwanzo unajua kuvaa, wengine wananiambia sijui kula ni wako Sherati, kuna wengine niliona wakiandika mpaka hii ni club gani. So I feel like namkosea sana pastor kwa sababu nafanya nini? Kwa sababu nafanya anatukana kwa sababu yetu sisi. Acha nitumie jina mpaka Marion. Pia Marion mimi watu wamekuwa wakitukana sana, wanasema sisi tunaharibu kazi, tunaharibu kanisa, tunamharibia pastor jina. Sasa mimi nikakaa chini nikajiangalia nikasema ngoja tu kwanza nipumzike. Sasa ndio maana nimepumzika kidogo. Alafu kwa basi bado sasa unajua nimekuwa nikivumilia sana. Mimi mwenyewe najua watoto najua mimi ama lesbian. Nimekuwa Uwe ni lesbian. Kwani Mwanzo ulikuwa ushaacha hii maneno ya lesbian? Ndio hivyo sasa, nilikuwa nimeoa wakati nilipata mtoto, nilikuwa nimejiambia ngoja niachane na wasichana. Nikaachana na manzi yangu, tuka break up. Tulikuwa tunapatana kama friends. Wenyewe hatukuwa ilala pamoja, tulikuwa ifanya tendo la ndoa, tulikuwa ifanya ngono na huyo msichana. Tukaachana, nikamwacha pia azunguke, mimi nikawa nafanya shughuli zangu za kwenda pale kanisani. Mavazi yangu yalikuwa mazuri, kwa navaa vizuri pale kanisani, mnanizoom, tunaimba pale na Marion Naipei. Tumemjua Mungu sana. Sasa pale ndio sasa nikaangalia, niko na hisia zangu kabisa, nimeshindwa kabisa. Nimejaribu mwaka mmoja nimekaa na Kanyari, lakini Kanyari tafadhali, naweza sema tu anisamehe sana. Anashukuru sana lakini nimeshindwa kabisa. Mimi napenda wasichana, napenda ngono na wasichana. Kwani Mwanzo ukojea, unajua hata mimi umenishtua tu sana. Kwa maana yake kuna video yako pale. Tumeweza kuona pale ukikiss them. Ukimpiga kimujo pale ndio. So na saizi nasikia ukisema nika umerudi tena kwa ile lesbian. Hebu weka uwazi hapa. Mimi napenda ule msichana sana. Yule msichana huwa ananifanya na feel like wow, I feel good. Wakati niko naye nasikia vizuri. Sasa pale unajua kuna hisia za kimwili na kuna hisia za kimungu. Mimi nampenda Mungu sawa na namjua Mungu na namheshimu sana na nampenda sana kwa sababu ametupa uhai. Lakini pia hisia zangu ziheshimiwe. Sababu mwenyewe nimejaribu kabisa kadri niwezavyo kuachana na ile mambo ya nini kusagana, msema kusagana ni machafu sana. Lesbian. Lakini nimeshindwa jamani, nimeshindwa. Napenda wasichana, napenda ngono na wasichana. Sasa pale nilikuwa na mmoja kwa sababu nampenda sana. Nimekuwa nikisikitika wakati kwa kanisani nasikia kwa sababu usiku naficha mkono kwa sababu sina mkono kwa sababu nasikia nilikuwa nilimkumbatia, nilimpambana. Ndio maana kija hiyo wakati Saturday nimekuwa pale kanisani, tulikuwa tunafanya campaign. Tulikuwa kwenye campaign mambo 1 2 3. Nikasikia mimi nimelemewa, nikampigia hiyo wife wangu, nikamwambia hi baby uko wapi? Akaniambia kwa around. Nikamwambia tafadhali siko vizuri, wewe kuja tu kanisani kwa kanisani. So alitake tu kitu kama 20 minutes akaja pale kanisani, na hapo ndio after kutoka kanisani tulitoka na yeye kuja nyumbani tukafanya mambo yetu, vile mambo tukasikia nishazini. Nimemkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu ni tukifanya tendo la ndoa. Sasa ndio jana, ndio maana jana sikuweza kwenda kanisani, nilikuwa nacha nirudie mambo yangu
nisikie vizuri tu. Ya manzi wa Mombasa pale hivyo. Uoni wewe umeweza kugonga pale na Pastor Kanyari akuombee. Najua hii ni kitu ambayo inataka maombi pia. Yeah. Umeweza kuongea na Pastor Kanyari kwanza? Bado sijamuongelesha kwa sababu nasikia ikiwa aibu sana, nasikia ikiwa nimemkosea sana, mimi ni mkosefu. Kwa sababu yule mwanaume amenifanyia shughuli nyingi sana. Kutoka nenda kanisani kwake, first of all alinipatia 50,000. Akaja akaniongezea 50, alinipatia 100,000 within a week. Sababu alinipa 50,000 pale cash na bibi Pastor Kanyari. Alinipa hiyo 100,000 in 1 week. 50 alikuwa akanipatia after 2 days akanipatia 50. Ikawa 100. Sasa amekuwa akinisaidia, nilipatia hiyo 100 kidogo kidogo, ilikuwa sasa ya shughuli tu. Kidogo kaniongezea 1,300. Uoni unamkosea? Ndio maana nakwambia naona namkosea, lakini sina jinsi. Inabidi nikubali. Nikachukua 1,300 akanifungulia wine and spirit na ikawa inaendelea vizuri. Wakati inaanguka kidogo nilikuwa nampigia simu ananiboost, alikuwa ananiboost by the way sana. Amekuwa akiniboost na pesa, amekuwa akinisaidia, amekuwa my destiny helper. Watoto wangu walikosa school fees, namwambia hi daddy, nataka pesa, nataka pesa 20,000, mtoto wangu amefunga fees. Ananiambia Manzi, wewe utaseka nikiwa ananipatia, ananitumanisha. Nikimwomba kama 20 alikuwa ananitumia 30 na 40. Kama ananitumia 25, yani alikuwa ananitumia na extra juu ya shopping ya chakula nyumbani. Amekuwa akinisaidia. Like I'm very happy because Mungu alikuwa alinionanisha na yeye, Mungu alinipatia destiny helper. Amekuwa akinisaidia sana, amekuwa akinisupport. Na watu wengi sana sisi wanatamani kupata hiyo opportunity ambayo nilikuwa nimepata. So that was a very very big opportunity. Let me say even Kawira was there. You know, tumesaidiwa sana na mzee. Kawira ashatoka. Kawira anakujanga once. Kawira yuko lakini ameamua kufanya shughuli zake Center MCA huko Athiru Gate, na namwomba Mwenyezi Mungu apate. So mimi mwenyewe amekuwa akinisaidia pia mzee sana. Pastor Kanyari has been my destiny helper. Ya kabisa. I'll never lie, I'll never say why nitamchafulia jina. I will respect that man. And whenever atawe nihitaji, I'll always be there for him. I will always be there because I can't, hata akiwa na shida gani ambayo ananihitaji. You know, maybe I will receive him support na pesa because he's a billionaire, you know. Sisi ni trillionaire man. Mtu ana pesa zake. Ni mtu ambaye amekuwa amekusaidia watu. Sasa hata kama kuna shida yote anaweza nihitaji nikuwe pale kwa present yake, I'll be there. And about the campaign, hiyo siku ya kura ikifika hivi, alitampatia hiyo kura. Either anataka MCA, either anataka MP, hiyo kura mimi nitampatia for free. Because hakuna kitu kingine nikumfanyia ya kumshukuru. Nikumpatia tu ile kura kwa sababu amekuwa na mimi, watoto wangu wamekuwa wakikula. Mimi baby Chira, leo ni sasa baby Chira, nilienda baby Chira kwa mdogo sana. Sasa baby Chira anatembea, sasa baby Chira anaongea, anajua kuita mama. Unaona? Sasa nani ambaye amekuwa kutulisha? Sasa ni Kanyari. Kanyari nikienda Jumapili hakosi kunipatia kitu. Nikienda Jumatano. Ngoja kidogo, hebu nikuulize swali. Pale kwa church utaendelea kwenda church ama unataka kusema umeacha church ama kunaenda? What I'm trying to say is that since on Saturday nimesema niliita msichana demu yangu, manzi yangu. Nilimuita manzi yangu akuja pale kanisani akanipick tukaenda nyumbani. Na hiyo usiku mwenye tulienda nyumbani tulizini. Yaani utaniseme tulifanya tendo la ngono, tulifanya ngono na yeye the whole night. Ukafanya naye? Yeah, we slept the whole night, we did naughty things, unaona. So Sunday asubuhi jana nika feel like kwenda kanisa nimemkosea Mwenyezi Mungu bado. That's why sikwenda kanisa jana. Na ndio maana nimekuja kusema kanisa mimi from now on nimeiacha. Umeacha kanisa Manzi wa Mombasa? Mimi kama Manzi wa Mombasa nikiwa na akili zangu timamu, kanisa ya Pastor Kanyari nimeiacha. Manzi uko sober kweli? I'm very very sober, yani nimeiacha. Ni mpaka siku ambayo nitajua kabisa nimeachana na wanawake, mpaka ambayo siku nitajua kabisa niko ready for God ama niko ready kutokosea Mwenyezi Mungu. Sitaki kuharibia Pastor Kanyari jina. Kanyari has been there for me, has been helping me a lot. Sitaki kumkosea kabisa. I feel so bad saying this because I'll miss everybody there. Marafiki wangu wako huko wengi sana ambao nimewaacha sahihi. Sishughuliki. Huwa tunaongea, wananisalimia, wananipigia sana. Mimi sipana hata nilipigia sana simu. Hata mzai mwenyewe dadi alinipigia kama mbona sikufika. Nikamwambia nilipata emergency lakini nitakuja tu. Because mimi sikutasingewambia ukweli. So that's the reason why nimeonyesha nisemekiwa kwa mtandao online, ndio watu washangae mbona Manzi. So anytime you want to post to comment anything on Pastor Kanyari's page, make sure usiongee useme Manzi wa Mombasa. That man has tried.
has done a lot. Amejaribu kutubadilisha lakini tumeshindwa. Na akitry kukutafuta yani. Akitry kunitafuta, ametukubali. But that man hajawahi to judge. Let me tell you, the first day I went there, aliniuliza, aliniambia Manzi, nakuonanga online. Watu wanasema wewe ni lesbian. Is it true? Nikamwambia yes daddy. I am a lesbian. But I'm trying to change for you. Because wewe ndio my destiny. Hapa ndio umenisaidia na alimenitoa ni mbali. Na hapo nikiendelea kushikilia kanisa, hata sijawahi uzini, sijafanya anything by the bad. Hata my girlfriend nilimwambia babe, no, we need to stop this. Just kama mimi nimeokoka, wewe kama uta feel like utaendelea na mapenzi, utafuta mtu mwingine, msichana mwenzako wenda. My girlfriend alitafuta mtu, yes, pia yeye akalema. We love each other by the way, tunapendana sana. Sasa our love, you know, ile kitu yenye yako inarudingi kwako, but yenye si yako hizi irudi. So tulijaribu kufight hizo feelings. But for me, mimi mwenyewe personally nimeshindwa. So that's when nilipigia tu dem yangu tu, hey. Na akakuja immediately akakaa by the way. And that night, on Saturday night, tulilala pamoja, tulifanya mambo zetu. So nika feel like Sunday no. So Kanyari has been a very good person. Mtu asienda kucomment vibaya by the way. Huyo mtu hajawahi to judge. Let me tell you. Apart from you, Naipei naye alikuwa anauza kasusu. Naipei alikuwa anauza kasusu. Mario Naipei. Yeah, alikuwa anauza kasusu. Alikuja church. Watu wakakuwa wanaongea vibaya. Wanatusi Kanyari. Na mzai hakuwahi tufukuza by the way. That man is so guy. Akona good big heart. That man has a big heart. Trust you me. Kwa sababu hakuwahi tufukuza ati tunamchafulia jina. Alikuwa na sisi bamba tu bamba. Mimi, Marion, nani mwingine sasa hapa amesaidiwa by the way? Kawira. Kawira sana amesaidiwa sana. I think all celebrities wamesaidiwa, na apart from celebrities, hata members of that church. You know, amesaidia watu wengi. Amejaribu kutubadilisha. Acha mimi niongee, mimi na niwe nebe yangu mimi na Marion, sababu Kawira hajakuwa na mambo mingi. Mimi na Marion I think ndio sisi wazinifu. Sisi we are the most wenye wamefanya vitu mingi. Marion ndio alikuwa anaweza kasusa, amezoea kujibaka. Mimi nawe huko nimezoea kulala na wasichana. Unaona? Sasa mzae amejaribu kuvumilia na sisi, ametuonesha njia. Mimi pia nilikuwa nimejaribu kubadilika by the way. I wish you guys mngeona Sunday nguo nilikuwa navaanga. Tulikuwa tunaona pale ukizumiwa zile nguo. Hata sijui hizo nguo nitapeleka wapi by the way. I'm wondering. Kusizi vani kitembea huko area shwali hao. Kwani ilikuwa serious umeacha church wewe? Kwa church nimeacha. Seriously nimeacha kanisa. I will go back when I'm ready, when I feel like wow nimeacha wasichana kabisa. But for now no. I still need these ladies. Nikiona mali safi na wana kwa tempted. Kanisani karibu nitongoze mtu. By the way, let me tell you, mzee hata nipata na scandal kwa kanisa ati wasichana. Hata kuatia mtu. You know why? Kuzina kuangana nini? Na kuangana heshima. Sijawahi mess mahali popote. Wanaume sinanga of course. Wanawake ndio maybe. Lakini nilikuwa naangalia wasichana, naangalia hizo mafiga jo. Then mipango yangu refu niangalia. Amen. Oh yes. Lakini kiangalia hizo haga na haya. Lakini nilikuwa najifungia by the way. I used to fungia myself sana, najiambia Mungu nishikilie. Kwa vile ulishikilia mlima Sayuni. Amen. Hivyo Mungu ananishikilia by the way, na concentrate na mahubiri na concentrate na mzae vile anasema hivyo. But sijaitongoza mtu kanisani. I was almost about kuna kasema nilikuwa nimeonanga alikuwa anataka kutongoza. Ndio nilikuwa nakosea mzae. Nilikuwa ndakosea mzae. Sasa nikaacha kumkatia bidhi, niliacha hata udemu nilikuwa nishamtongoza, acha niseme hivyo. Anza na kumkatia kakaingia box. Kuingia box nikajifikiria. Sasa kama nilianza kukalenga pia, sikaongeleshi, sika text. Atuongei, unaona? Nikifika kanisani naenda street pia nasimamanga pale hivi. Kuna place mimi nasimama mimi nilikuwa Asha. Ulikuwa Asha. Nilikuwa Asha pale. Kuna Mario nani wanasoma Biblia, kuna kadem fulani pia hapo kanaitwa Mishi. Kuna Shi. Kwa madem kadhaa hapo hivyo tunashughulika hapo hivyo. Kuna mapastors na Pastor Moridi, everybody nawapenda sana. They love me too by the way. I love those people sana. But I'm so sorry. Our prophet, you have a big heart. You have that heart of changing people, making people go in the right path. Lakini nimeshindwa kabisa. Let me just enjoy myself. Let me just do what I wanna do. Let me do my things. Let me do those ladies tena fanyie vile nataka. Wacha nionishike hizi vitu.
Acha nipepete hizi vitu. Hata upishane na sisi wanaume pale hivyo. Yeah, acha nikiona mali safi napita nayo. That's why after nilikosa on that mimi I posted my girlfriend. Uliweza kupost na nikamkiss kwa mitandao. I kissed my girlfriend, I posted my girlfriend, and I was proud of that. Yeah, I posted her because I love her. And I want to continue with her. I want to go back to her. I want to continue. Tunataka turudiane. Tusharudiana, okay? Sasa tunaendelea na mapenzi yetu. Tutakuwa tuna post couple goals, kissing tutorial kama kawaida pale YouTube, watu watupate huko tu. Sitaki mimi mambo ya wazi uongopi. Siogopi. I don't care. I have been trying my best to make people happy. To make the society happy. And for me myself, sijawahi kuwa happy. But mali nimefikia, I think my happiness matters. Not because I have happiness. I know I have kids. Yeah, tulikuwa tuende pale. Uko na watoto. Wewe ni mtu uko na familia. Yeah. Mazee mnakuaje? Hadi mimi nashtuka mimi. My kids will understand me. Let me say I want to pray for that to my kids. But if they become one, I will never judge them. I will understand them. Since we're judged, but all I know is that nawapenda sana watoto wangu. Nawalea vizuri ama mama na my dad at the same time. I'm a single mom. Mwenye nalea watoto. And I have my reasons to be a lesbian. Niko nazo mingi sana. Saisi ni long story. So, acheni tu nidinye wasichana. Acheni nichukule wasichana. Acha nicheze na hizo mali. Acheni tu nijibambe. Juu mimi kusema ukweli, Pastor Kanyari amejaribu. Amefanya kazi kubwa. Ameniongelesha, anikaishanga chini, anafanya mambo, don't do this. Ananiambia vitu mzuri na mbaya. Nikimwambia mimi dadi napenda wasichana, ananiambia no problem, nakupea time. Like that man is very understanding. And may God bless that soul. Tumekuharibia jina ya kutosha. Let me say mimi personally. Tanistaje watu wengine. Watu wengi sana tumemharibia jina ya kutosha. So I think it's high time for me to step down ama to step back, to let you be. Ameokoka sana, anampenda Mwenyezi Mungu, ni pasta ambaye atahubiria. Wacha aende na wanakondo wafuasi ambao wanajua kwenye wanaenda. Juu mimi ni kama mzigo. Mimi najaribu kupelekwa lakini huku kuna nivuta na vurutwa na njia mbili. So let me just be like that. Pastor Kanyari, just continue. I was a good fellowship ama niongani. Mimi nilikuwa mshirika poa, asha mzuri. Nilikuwa nakufanyia shughuli zako poa. Napanga watu, nafanya nini. Kusema amen, nilikuwa nasema amen, nimetoka kwa roho. Nilikuwa naomba, maombi imetoka kwa moyo wangu katikati ndani. Lakini for now, raha za dunia zimeniweza. Kabisa watu wangu. So tuko na Manzi wa Mombasa. Anaambiwa time pale imesonga tu sana yani. So tukimaliza one message to Pastor Kanyari. Message tu ya mwisho kabisa. Iko how many minutes? Imebaki 1 minute. Sawa. Okay. The only message I can say to Pastor Kanyari, I love you so much. And thank you so much for being my destiny helper. You have been helping me a lot. You have been boosting me with my business. Hata biashara ambayo niko nayo sasa hivi Pastor alinifungulia. I maintain the business. Continue praying for me so that one time nitarudi kanisani. But for now, napenda wasichana. I'm a lesbian and I don't know if I will change. But continue praying for me. I believe one day maybe nitabadilika, but I love my girlfriend sana. Right away, ladies and gentlemen. Manzi wa Mombasa kila mahali tunamsupport yani. Till next